Katika maisha ya mja ni kuwa kuna wakati ambapo kunazuka visa ambavyo ni vya kweli, lakini ni vigumu sana kusadikika, hata kupita baadhi ya hadithi ambazo tunazisoma katika vitabu vya kumbukumbu na hata katika ngano za wazee. Jina langu ni Wambua na haya ni makala ya Mwewe wa Usalama. Mwewe. Mji wa Isiolo ni mji ambao uko kaskazini mwa nchi, huku ukiwa ni mji ambao umepakana na majimbo 7 yakiwemo Garissa upande wa mashariki, Wajir upande wa kaskazini mashariki, Meru upande wa kusini magharibi, Samburu upande wa magharibi, Marsabit upande wa kaskazini magharibi, Kitui na Tana River upande wa kusini magharibi na magharibi kusini. Jamii zinazopatikana katika eneo hili ni Turkana, Boran wa Somalia na Meru, na ambao utegemea mifugo kama kitega uchumi. Ni kutokana na wizi wa mifugo katika eneo hili, jambo ambalo limedumaza na kulemaza kila kitu, hususan usalama wa wakazi wa eneo hili. Ni eneo ambalo sifa zake zimeenea ndani na janibu hizi za Afrika Mashariki, kama moto katika kichaka kikafu. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2015, biashara katika mji wa Isiolo zilisitishwa kwa muda baada ya makundi mawili ya kijamii kuzua uhasama katika mji huo, jambo ambalo lilichangia maduka kufungwa kwa mwendo wa kasi baada ya vijana waliokuwa wakizozana huku wakirushiana mawe kuzua furugu na kuiba mali madukani, jambo ambalo liliwalazimu maafisa wa polisi pamoja na wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo kuwarushia vitoa machozi kama mojawapo ya njia ya kuwatawanya. Wapita njia na hata wasiohusika na rabsha hizo iliwabidi wajifiche huku wakihofia maisha yao, kwani yalikuwa hatarini. Ni maandamano yanayosemekana kuanzia asubuhi baada ya waendeshaji wa pikipiki kutoka jamii moja kuzozana na jamii nyingine. Wakati huo aliyekuwa mwakilishi wa eneo la mashariki mwa nchi Cleo Omolo alijitokeza na kutoa wito kwa makundi hayo ili kuweza kusitisha uhasama baina yao. Naweza kueleza nyinyi muende mupigane, na watoto wangu nimeweka kwa gari ama wako nyumbani. Nani anaumia? Ni sisi wote. Na munapigana juu ya nini? Na wewe ni ndugu yangu, na wewe ni ndugu yangu, huyu ni ndugu. Munapigana juu ya nini? Lakini sasa munapigana juu ya hiyo. Musipigane. Sitaki kusikia munapigana. Sawa sawa. Ni uhasama unaodaiwa kuingia siku chache baada ya watu 7 kupoteza maisha yao karibu na mpaka wa Igembe kufuatia wizi wa mifugo, na hata baada ya viongozi wa eneo la Meru na Isiolo kukubaliana kukomesha uhasama, ukiwemo mkutano uliofanyika siku chache katika eneo la Nairobi baada ya watu 7 kuthibitishwa kuuawa. Ni kutokana na mauaji hayo, jambo ambalo liliwalazimu viongozi wa eneo hilo kukutana katika eneo la Gambere ili kuhimiza amani baina ya jamii hizo mbili. Ng'ombe zile zimeibiwa, ya Wameru irudishwe, ya Boran irudishwe, ya Turkana sirudishwe, ya Samburu sirudishwe. Ni angizo ambalo lilikuwa la waziri wa usalama wa ndani Bwana Joseph Gaiseri, angizo ambalo waliokusudiwa waligeuka baadaye. Kulingana na uchunguzi ni kwamba mchungaji mmoja katika kijiji cha Mitoeni, eneo la Igembe kaskazini, alithibitishwa kuuawa baada ya wezi wa mifugo kuvamia kijiji hicho. Ni wezi ambao wanaaminika kutoka eneo la Isiolo, hali ambayo ilionekana kujenga uhasama wa hali ya juu. Aliyekuwa kamishna wa Meru wakati huo Bwana Winfred Nyagagwa
alifika katika eneo hilo na baadaye kufanya mkutano na maafisa usalama katika juhudi za kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hilo walikuwa na usalama wa kutosha. Baadaye mkutano mwingine ulifanyika katika eneo la Meru baada ya wakazi wa eneo hilo kufunga barabara Isiolo kwenda Galbatula kufuatia kuongezeka kwa visa vya wizi wa mifugo. Kile kimefanya tufunge barabara ni kwamba tumekuwa na mbuzi zetu na ng'ombe zetu. Hao borani wamekuja wametuibia kila kitu. For last 4 days hakuna biashara inaendelea ama chochote. Kila kitu kimesimama. Hali location yako ikifika ng'ombe imeibiwa, hiyo ng'ombe hiyo location serikali itakamata mpaka mrudishe ile ng'ombe ilipita hapo kwenu. Ni jambo ambalo iliwafanya maafisa wa polisi kuingililia kati na kuokoa mifugo kadhaa, huku wakazi wa eneo hilo wakiomba serikali ili kuweza kuwaimarishia usalama. Huku hali ya hatihati ikizidi kushuhudiwa katika eneo la Meru, hofu ilizidi kuwaandama wakazi wa kijiji cha Otokaden mjini Wajir. Hii ni baada ya watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi kuvamia kijiji hicho na baadaye wakaondoka na wanaume 3. Vehicles of military just came to the plot. The armed uniform and officers just came out. Ni operesheni iliyodaiwa kuchukua masaa 3, huku maafisa hao wakikosa kuelezea wakazi wa eneo hilo walichokuwa wanatafuta. Fact we don't know what they are looking for. Wameanza tu kupiga watu, leteni nini kuja, wamepiga tu na wamebanisha watu gari. Miongoni mwa 3 waliotwaliwa katika operesheni hiyo ni pamoja na mabinamu 2 pamoja na mjomba wao, huku binamu mmoja kwa jina Said Hassan akisemekana kuwa mwanagezi wa kidato cha 2 katika shule ya upili ya kutwa Emma Korol. One thing I know about him, that person is very friendly, very humble, and actually if you observe him before even asking him something, you actually get indication that is very good. Although academically he was average. Haidha, binamu mwingine mwenye umri wa miaka 19 na ambaye alitambuliwa kwa jina Yusuf Arad pia alitwaliwa. Mjomba wao aliyetambuliwa kwa jina Isaac Mbilo pia alitwaliwa na kulazimika kuacha watoto wake pamoja na mke wake. Mwanaume 4 kuchukuliwa na maafisa hawa wanadaiwa kutoka kijiji cha Halbahjan kilichoko kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Wajir. Ni operesheni iliyowaacha wakazi wa eneo hilo na msururu wa maswali, huku juhudi za wakazi za kutaka kufahamu hatima ya pendwa wao zikizidi kuambulia patupu. Ni kutokana na msukosuko wa wasiwasi, hususan katika eneo la kaskazini ambapo hali ilizidi kuwa tete. Kulingana na habari za kuaminika ni kwamba watu katika jamii ya Gare walifika katika kituo cha kutekea maji cha Kilovere mnamo mwezi wa 9 mwaka 2015 ili kuwapa mifugo wao maji pale walipofumaniwa na watu kutoka jamii ya Digodia. Na hapo ndipo Digodia walipovyatulia risasi wa Gare na baadaye mtu mmoja akathibitishwa kuuawa, huku mwenzake akifikishwa katika hospitali ya Kuluto mjini Mandera. Na kama njia ya kulipisa kisasi, wanamgambo kutoka jamii ya Wagare walifamia watu 3 wa jamii ya Wadigodia na kuwaua eneo la Eniram, kilomita chache kutoka Kutulo. Kikosi cha usalama chini ya OCPD wa Wajir kilifika katika eneo hilo na kukusanya miili hiyo, kisha baadaye ikazikwa kulingana na kanuni za eneo hilo. Ni kutokana na tukio hilo ambapo hali ya hatihati ilizidi kutanda katika kaunti ya Wajir pamoja na Isiolo, huku vikosi vya usalama vikishika doria kwenye mpaka wa Wajir,
eneo linalomilikiwa na jamii ya Gare pamoja na jamii ya Digodia. Kwa muda wa miezi miwili hivi, watu 12 walithibitishwa kufariki kwenye makabiliano mawili tofauti. Ni kutokana na mauaji hayo ya kikatili katika maeneo hayo, ambayo yalisababisha wingu la simanzi kutanda katika eneo hilo, wakati ndugu, jamaa pamoja na marafiki walipokusanyika pamoja katika harakati za kuwapa mkono wa buriani watu 12 waliofariki katika hali ya kutatanisha. Kutokana na hali ya mauaji pamoja na vitisho, zaidi ya watu 2000 walitoroka makwao wakihofia maisha yao licha ya serikali kuahidi usalama wa kutosha. Wakati huo huo, kinara wa chama cha NC Musalia Mudavadi alijitokeza na kusema ya kwamba mzozo uliokuwepo ulichochewa na mradi wa Lapset. One of the things that is causing all this is the fact that we are not respecting our institutions as recognized in the Constitution. In the area of Isiolo, for instance, there are people who want to take away community land, and they want to use it for speculative purposes because they know it is going to be one of the hubs for under the Lapset program. But what has happened is that when you make sure that the National Land Commission is barely working, it is always in wrangles with the Ministry of Lands. Hata hivyo, gavana wa Meru Bwana Peter Munya aliinua sauti yake huku akitaka serikali kuhakikishia usalama wa wakazi wa eneo hilo. The violence that taking place is organized. It's not like castle rustlers coming, crossing over and taking cow. You can see them killing people, even killing animals. And I'm told even vehicles are staged somewhere to evacuate them when they have attacked people. The point we are making is very simple. Let the national government put its act in order to deal firmly with the violence that's taking place in that region. Otherwise, it will spill over into a situation that is uncontrollable, and you can see it driving that direction. Ni jambo ambalo lilimfanya waziri wa usalama Bwana Joseph Gaiseri kuingililia kati na kuahidi wananchi wa eneo hilo usalama wa kutosha. Ni kisa ambacho kiliwapelekea wakazi wa Meru kufanya maandamano kama mojawapo ya njia kuishinikiza serikali kudumisha usalama katika eneo hilo. Ni jambo ambalo liliwadia siku chache baada ya viongozi kutoka kaunti ya Isiolo kukataa hatua ya viongozi kutoka kaunti ya Meru kutaka serikali kubainisha mipaka kati ya kaunti hizo mbili. What I want to assure the Isiolo community is that no inch of Isiolo will be taken by Meru. Everybody should take what belongs to them, and the Isiolo team will keep, the Isiolo community will keep what belongs to them. We know there's historical injustices, there are issues that are emerging, and I think until and when those issues are handled, I think the boundary issue will not really help us at all at this particular time. Sasa ninaomba viongozi wa Meru, viongozi wa Isiolo ambao sasa ndio deremu wako katika mioto ya mambo ya boundary. Na mambo ya boundary sio kitu hapa. Tujirejelee mambo ya insecurity kwanza. Mambo ya watu kukufa, kuuana, kunyang'anyana mifugo. Kimekuwa ni kipindi kigumu ambacho Kenya na Wakenya kwa sasa hivi wanapitia, kwani si milipuko ya mabomu na grunedi, vita vya kijamii ambavyo huacha wengi wakiwa wamepoteza matumaini, njaa ambayo imekithiri na kukita mizizi humu nchini, pamoja na mambo mengine mengi ya kushangaza. Ama kwa kweli, madhila kocho yameweza kumkumba mwananchi wa kawaida na hivyo kumnyima nafasi ya kupumua. Wambua, makala ya Mwewe wa Usalama.